Now I had some concern. Well, I had some concern on our people who are following us on the internet. Wanaotufuata kwa mtandao. You know, our preacher is from Tanzania. Bili wetu anatoka Tanzania. Tanzania is the Swahili land. Ni nchi ya Waswahili. And they use Swahili. Wanatumia Kiswahili to preach. Kuhubiri. And Kenya is mixed. Na Kenya imechanganyika. But we have our people who are following us on the internet. Na wanaotufuata kwa mtandao. They want to hear the message. Wanataka kusikia ujumbe. You know, the message is powerful. Ujumbe ni wa nguvu. But they cannot hear the language. Lakini hawaelewi lugha. So we will allow a translator. Ruhusu mkalimani to help us to translate from Kiswahili to English. Aitoe kwa Kiswahili kwenda kwa Kizungu. Who is ready to do that? Nani ako tayari kusaidia pale? Wazungu kwa nyumba. Walimu. Wewe hapana. Wewe ni enjoy. Will you do it? Mbona unasema no? Let me. No, if I do it, you pay me because I'm doing your work. Amen. Kana mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na unaweza ukaketi. Na wewe msomaji wangu uchukue microphone. Na ninaomba Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Jioni ya leo tuko na neno tena. Tonight I have the word again. Biblia inasema neno la Mungu ni chakula. The Bible says the word of God is food. Kama mtu anapata chakula cha mwili, mwili wake unakuwa na nguvu. When you get the food for the body, your body becomes strong. Na kama vile mwili unavyopata chakula, roho pia inahitaji chakula. And just like the body needs the food, the spirit also needs the food. Ndio maana tuko hapa kwa sababu ya chakula. That is why we are here, because of the spiritual meal. Tangu jana nilisema sisi ni mashujaa. Since yesterday I said we are soldiers. Ukiokoka unakuwa shujaa wa imani. When you are born again, you become the soldier of faith. Unahitaji kujilisha neno kila wakati. You need the word all the time. Kuna vitu vitatu vinavyoleta uamsho. There are three things that bring revival. Kuna neno la Mungu. There is the word of God. Kuna maombi. There is prayer. Kuna utakatifu. And there is holiness. Hivi vitu vitatu, these three things, zinaleta uamsho ndani ya kanisa. They bring revival in the church. Zinaleta uamsho katika nchi. They bring revival in the land. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujiamsha. That is why we are here, so that we can revive. Jana tuliangalia ukweli wa neno la Mungu. Yesterday we looked at the truth of the word of God. Ya kwamba neno la Mungu ni kweli. That the word of God is truth. Na ndani yake hakuna uongo kabisa. And in this there is no lie. Chochote neno linachoongea, everything that the word speaks, hivyo ndivyo kilivyo. That is what it is. Kwa sababu ndani ya Mungu, in God, hakuna uongo. There is no lie. Neno la Mungu, the word of God, ni uzima, is life, ni afya, is health, ni uponyaji, is healing. Pokea hiyo katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Tunahitaji kuwa na watu wenye afya. We need the people who are healthy. Afya ya mwili, the bodily health, na afya ya kiroho, and the spiritual health. Jana tuliangalia, yesterday we saw, ya kwamba jumla ya neno lako ni kweli. That all the word of God is true. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. From the beginning to Revelation. Jumla yake, all in total, ni kweli, is truth. Na kwa sababu ni kweli, and because it is true, ukisikia kweli, when you hear the truth, utatembea katika kweli, the truth, you walk in the truth, utaishi katika kweli, you will live in the truth, utashinda katika ukweli, and you will stay in the truth, utahubiri katika ukweli, you will preach the truth, utaomba katika ukweli, pray in truth, utafanya sifa katika ukweli, you will praise in truth. Pokeeni hayo
katika jina la Yesu aliye in the hai. name of Jesus. Mungu anahitaji tuamke. God wants us to rise Na up, uamsho unaletwa na watu wachache tu. and the revival comes with a few. Tukisoma uamsho kule Marekani ya Azusa Street, When we read about the revival of the Azusa Street, walikuwa watu wachache tu there wakaomba. were very few people there. Na walipoomba, But when they prayed wakasoma neno, and read the word wakatoa ushuhuda, and testified, uamsho ukatokea. revival came up. Ule moto mdogo uliotokea Amerika The little fire that came up there, ukashika Amerika yote, it caught all the Americans ukashika Ulaya yote, and all the Europeans ukashika Afrika yote, and all na Africa Asia yote, and Asia na Australia yote. and the whole world. Kila mahali moto wa Roho. Everywhere the fire of God spread. Na leo And today, moto wa Roho the spiritual fire, kuanzia katika kanisa la GRC, starting from GRC, kutoka hapa from here, moto utawaka, the fire will moto burn. utawaka. The fire will burn. Oh, haleluya! Hallelujah. Mimi naongea na makomando hapa, I'm talking to commandos na leo nataka niongee kuhusu maombi, and I want to speak about prayer. na sio vile ulivyozoea, Not as you are used to today. tofauti na vile ulivyozoea. Different from what you know. Mungu analiangalia neno lako God looks at his word ili alitimize. so that he accomplishes it. Mungu unapoomba katika neno, When you pray in the word, milango ya gereza inaachia. the gates of prisons are open. Paulo na Sila Paul and Silas, waliomba, they prayed wakaimba, and sang, milango and the door ya gereza of the prison, ikaachia. they were open. Maana yake It means kuna nguvu katika maombi. there is power in prayer. Mwambie mwenzako kuna nguvu katika Tell maombi. your neighbor there is power in prayer. Mwambie kuna nguvu katika maombi. Amen. There is power in prayer. Na mimi nimekuja niwafuzie And I have come to teach you kwa karama za Roho, to know the gifts of the Holy Spirit. kuwafuzia kwa karama ile Roho amenipa. To speak to you through the gift of the Holy Spirit. Mungu amenipa uwezo wa kufundisha neno, God has given me the ability to teach the word. na ninaamini utaelewa And I believe you will na understand. utaingia katika utendaji. And you will go and do the word. Lazima tufanyike kuwa mashujaa. We have to be made as soldiers. Maombi ni lazima katika maisha ya Mkristo, Prayer is a must in the life of a believer. lakini ni pale unapoomba katika neno. But you have to pray in the word. Jana tulijifunza Yesterday we learned ya kwamba Mungu analiangalia neno that lake. God looks at his word. Kama kupona ni mapenzi ya Mungu, If healing is the will of God, basi Mungu anaangalia neno la uponyaji. so God looks at the healing Na word. kama kuna wagonjwa hapa, And if there are people sick here, anzeni kupokea uponyaji wenu, receive your healing in the name of kwa Jesus. sababu Mungu anaangalia neno lake. God looks at his word. Utaona nguvu iliyopo katika maombi. You will see the power of the prayers. Unaona You see, kuna mtume Petro, Apostle Peter, ukisoma katika Matendo ya Mitume, when he read in the Acts of the Apostles, aliwekwa gerezani. he was put in prison. Matendo 12, In Acts 12, ndugu yake mtume mwenzake aliuawa, anaitwa Yakobo. one of the apostles was killed because Herode alipomkata kichwa, when Herod cut the head of James, akaona inapendeza amuue na Petro, and he was pleased to want to kill Peter also. akamkamata akamweka gerezani He arrested him and put him in prison, ili asubuhi ya kesho amuue. so that the next morning he could kill him. Biblia inasema The Bible says kanisa likaomba Mungu the church prayed kwa bidii. in diligence. Kanisa likaomba Mungu kwa The bidii church prayed diligently kwa ajili ya mchungaji Petro. because of Peter. Mungu akatuma malaika And God sent the angel ndani ya gereza. in the prison. Petro alikuwa amewekwa kwenye vikosi vya askari Peter had been put under the centurion, the soldiers in 4 bits. wale walikuwa 16 wanamlinda Petro, They were 16 taking care of Peter. lakini maombi ya kanisa, But the prayers of the church, kwa sababu yalikuwa na nguvu, because it was powerful, yakaingia ndani ya gereza. it entered the prison. Oh, haleluya, Hallelujah. haleluya! Hallelujah. Yakaingia ndani ya gereza, Entered the prison yakamkuta mchungaji amefungwa, and found Peter was in chains. yale maombi Those prayers yakampeleka malaika
sent the angel ndani ya gereza, in the prison, akaingia, and he entered akamkuta Petro and found Peter amelala, who slept there. hana nguo, He had no clothes, hana viazi, no shoes, hana viatu. no shoes. Malaika akamwambia, The angel told him, inuka Petro, rise up, inuka Petro, rise up, Peter. vaa viatu vyako, Put on your shoes, vaa nguo zako, put on your clothes, kwenda unifuate. follow me. Wakaondoka, And they went, wakaondoka, they went, wakaondoka. they went. Milango The gates ikajifungukia yenyewe of prison kwa opened. muujiza wa maombi. By the miracle of prayer, Nguvu ya maombi receive the power katika of jina la prayer. Yesu Kristo In aliye the mighty hai. name of Jesus. Iko nguvu katika maombi. There is power in prayer. Neno na maombi The word and prayer vinaleta uamsho ndani ya kanisa. brings revival in the church. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. People of God, praise God. Naongea na makomando hapa. Am I speaking to commandos Makomando here? wa imani mko hapa. If you are a commando, can you say a good amen? Maombi yanaweza Prayers has power na yanabadilisha hali. and they change situations. Sikiliza Listen. Kumbukumbu la Torati, soma In Deuteronomy Deuteronomy 12:1. 12:1. Msomaji, sikiliza vizuri rafiki. Listen. Karibu. Biblia inasema Naam. Kumbukumbu la Torati 12:1. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako. Ufanyeje? Uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tusomee kwa Kiingereza mtume. Deuteronomy. Ama kuna haja kusoma? Iko haja, kuna wale wasikii Kiswahili. Kama kuna mtu amepata pale wanaweza soma. Deuteronomy in English. In English it says, Deuteronomy chapter 12 and verse 1, These are the statutes and judgments which ye shall observe to do in the land, which the Lord God of thy fathers giveth thee to possess it, all the days that ye live upon the earth. Unaweza ukasikia. You can hear. Kila neno linazungumza. What the word says. Neno linasema hivi. The word says, hizi ndizo amri na hukumu. These are the laws and judgments ambazo Mungu amewapa, that God has given, amelipa kanisa to the church, kuzitunza, to keep them na kuzifanya. and to do them. Two things. Mambo mawili. Keep it, Hifadhi do it. na utende. Lazima utunze. You have to keep it. Neno la Mungu linahitaji kutunzwa The word of God should be kept ndani ya moyo. in our hearts. Jambo la pili, The second thing, linahitaji kutendewa kazi. it is supposed to be done. Anasema mtatunza, You keep it na kufanya. and do it. Na hiyo ni kazi ya wewe. It is your work. Ni kazi yako. It is our work. Pokea uwezo wa kutunza katika jina la Yesu. Receive the ability to keep the word. Na pokea uwezo wa kulifanyia kazi. The ability to do the word. Anasemaje? Rudi tena kwa Kiswahili. Go in Kiswahili. Yeah. Kiswahili kinasema, Ndio. hizi ndizo amri na hukumu Naam. mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako. Uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Anasema hizi amri mtazitunza na kuzifanya. He says these laws you will keep them and do them. Katika nchi ambayo Mungu amekupa. In the land that the Lord has given unto you. Katika nchi ambayo Mungu amekupa. In the land that God has given you. Anasema hapo mtamiliki. Says and you will possess. Katika maombi, in prayer, yanavunja ukuta. It breaks the wall. Yanavunja milima. It breaks the mountain. Yanaharibu mipango ya kishetani. It destroys the work of the devil. Yanakupa uwezo wa kumiliki. It gives you power to possess. He says, utamiliki you will possess katika nchi and you will in the land ambao Bwana amekupa. that God has given to you. Hapa Kimilili, Here in Kimilili, hapa Kenya, here in Kenya, tumepewa na we Bwana. have been given by God. Pokea kumiliki Receive possession katika jina la Yesu in aliye the hai. name of Jesus. Haijaandikwa mbinguni. You are
not been written in heaven. Imeandikwa katika nchi aliyokupa It has Bwana. been written in the land that you have been Maana given. yake Mungu anataka tumiliki. It means God wants us to possess. Pokea kumiliki katika jina la Yesu. Receive possession in the name of Jesus. Nitawapa ushuhuda wangu. Today I will give you my testimony. Nilikuwa ni mtu niliyedharaulika sana I was the most despised huko Tanzania. in Tanzania. Naona na mwili wangu ni mdogo mdogo. Even my body is just small. Kwa hiyo watu walimchukulia hivyo. People took me like that. Nataka nikwambie leo, I want to tell you today, mwili wangu kidogo my small body, ni Mungu aliona tu niwe hivyo. it is God who gave to me. Lakini kiroho changu But my spiritual, ni kikubwa kuliko tembo. it is bigger than the elephant. Kinaangusha milima. It can break the mountain. Pokea na wewe hiyo katika jina la Yesu Receive it aliye in the hai. name of Jesus. Walifikiri sitafanikiwa. Lord didn't believe I could make it. Wakanikatia tamaa. And they lost hope. Hata ndugu zangu wa kimwili, Even my brothers, hata baadhi ya wachungaji, even some of the pastors, hata baadhi ya washirika. and some members, Lakini Mungu anayejua maisha ya watu God who knows the life of people, akanitokea, He came back akanibariki, and blessed me. akanipa maeneo. He gave me parts. Muda si mrefu, In a short time, soon, hivi karibuni, very soon, Bishop atakuja kwangu, I'll be going there atakuja wasimulie. and I'll come to testify. Mungu amenimilikisha mashamba makubwa. God has given me land. Hata wengine wanatamani waninyang'anye, Some want to take it from me, lakini ni wale walionidharau. and they are the same who despise me. Mimi huwa sijali dharau za watu. I don't care about Mimi despisement. sijali dharau za watu. I don't take it. Na mimi nataka niwaambie, I want to tell you. leo nataka niwape ushuhuda. I want to give you a Chanzo cha baraka zangu. the beginning of my Karibu blessings. miaka 5 iliyopita 5 years ago, nilikutana na mama Mary Kembo. I met Mother Malin Campbell, Huyu mama the mother here. nilikwenda kumpokea Lusaka, Zambia, I went to receive her in Lusaka, Zambia, kwenye uwanja wa ndege. in the airport. Ukumbuke hivi mama, Receive this. mimi si Mzambia, I am not a Zambian. lakini nilimtengenezea mkutano kule Zambia, I made a meeting in Zambia, na nikasafiri kutoka Mwanza kwa basi mpaka Lusaka. and I traveled from Mwanza by bus to Zambia. Nilitembea siku hizi kwa basi, I went 3 days by bus, sio kwa ndege, not by airplane, kwa basi, by bus. kwa siku 3 3 days nasafiri traveling, usiku kucha day and night, kwenda kumpokea mama. going to receive her. Nilipofika uwanja wa ndege, When I reached the airport, mama alikuwa hajafika bado, the mother was not there yet, na baadaye akanikuta hapo, and afterwards she found me there. na ujua nilikuwa sijawahi kukutana naye physically, We had never met before. tulikuwa tunachati tu. We were just talking. Alipofika pale When she arrived there, akaniambia, wewe ndio Msipi? are you Msipi? Nikamwambia ndio mama, mimi ndio nimekutengenezea mkutano huku, I told her I am the one. I have arranged a meeting for you there. na nimekuja kukupokea kutoka And Tanzania. I've come from Tanzania to just Mama alishangaa pick you from the airport. na akaniombea, And she prayed for me akaniambia hivi, and told me, mambo mahitaji yako yote all your needs, Bwana ayajibu, may God Bwana answer. akupe. May God give to you. Kuanzia hapo From there, nilianza kuona matokeo, I started seeing nilianza kuona the progress, results. ndio nikapata hayo mashamba Then I found the land, na huduma yangu ikaanza kukua. and my ministry started growing. Haleluya! Hallelujah. Kwa hiyo mimi sijali katika dharau za watu, Me, I don't care you are despised. katika kutumika kwa moyo mweupe, When I serve with a clean heart, Bwana anakukutanisha na watu God will make you to meet with people. waliobeba nguvu za Mungu. People who have the power of God. Nitaomba leo And I pray today, Bwana akukutanisha na watu walio God make Mungu, you to meet with people who are powerful. akuepusha na wajinga, And they separate you from the fools, akuepusha na wahuni, from the Magaidis, akuepusha na malaya. from those bad people. Mungu akukutanisha na watu May watakatifu. God make you meet the holy people. Haya yote yanawezekana katika maombi. It is possible in prayer. Kama watu wakiomba, If people will pray, milango inafunguka. the gates will open. Gaza leo, I declare today, kila mlango uliofungwa every closed door ufunguliwe katika in jina your la life Yesu. be open in the Watu name of Jesus. waliokudharau Those who despise you, washangae siku moja. let them wonder at what God will do. Wote waliokukataa
niangaze. May God Katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Sikiliza. Listen. Mungu anasema hizi ndio amri. These are the laws ambazo utatunza na kuzifanya. That you will keep and do. Hebu nikuulize swali. Let me ask you. Nani afanye? Who is to do? Nani afanye? Who is supposed to do it? Wengine wanasema nimemwachia Mungu. They say, I leave it to God. Neno linasema, the word says, utatunza, you will keep them na kufanya, and do them. Usimwachie Mungu. Don't leave it to God. Kile Mungu amesema fanya, what God has said do, maana yake amekupa uwezo wa kufanya. It means He has given you the ability to do. Na akikupa uwezo wa kufanya, and when He gives you the ability, please do it. Just do it. Please do it. Fanya hivyo. Do it. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mstari wa pili. Kumbukumbu la Torati 12:2. Nasema hivi Kiswahili. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao mataifa mtakayo ya miliki. Juu ya milima mirefu. Mstari wa pili tu. Yes, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani